Namba 2, afya ya akili husaidia kuboresha mahusiano. Tunakumbuka jana tulizungumzia ubora wa kazi, na leo tuangalie namna afya ya akili inaweza kuboresha mahusiano. Kwa sababu mtu anapokuwa na afya bora ya akili husaidia kuwa na subra. Mtu mwenye afya bora ya akili huwa mvumilivu. Mtu mwenye afya bora ya akili huwa na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Ndugu zangu, kwa nini mtu mwenye afya bora ya akili anakuwa na subra? Kwa sababu ana uwezo wa kustahimiliana. Kwa sababu hakuna mtu mkamilifu katika dunia hii, wala hakuna mtu ambaye yeye yuko perfect katika kila kitu anachokifanya au kila kitu anachokiona au anachokizungumza. Ila unapokuwa na afya bora ya akili unakuwa na uwezo wa kutambua kwamba je, huyu mtu hichi kitu pengine anakifanya kwa sababu kipindi hiki inaweza kawa na tatizo. Mimi kama mtu wake wa karibu, kama jamaa, kama rafiki, natumia mbinu gani au natumia njia gani za kuweza kumsaidia rafiki yako, jamaa yako au ndugu yako. Kwa hiyo subra ni kitu cha msingi sana katika upande wa mahusiano. Na kwenye mahusiano kuna mahusiano ya aina nyingi. Kuna mahusiano ya nyumbani, kuna mahusiano ya ofisini, kuna mahusiano ya kwenye familia, kuna mahusiano ya mitaani. Kwa hiyo kuna mahusiano ya kila pahala. Je, hayo mahusiano wewe umeyaweka kwa namna gani? Ndio tunapozungumzia subra. Mahusiano bora ni mahusiano yenye subra ndani yake. Unamuona jirani yako ana changamoto, unamuona ndugu yako ana tatizo, kinachohitajika ni subra, kustahimiliana. Zungumza, ikiwezekana mwambie. Kama kile kitu unaona si sahihi na una uwezo wa kumrekebisha, basi ni jukumu lako kumwambia, ili kuijenga afya yako ya akili na kujenga afya ya mwenzako. 2 ni uvumilivu. Mtu mwenye afya bora ya akili kwenye mahusiano ni lazima awe mvumilivu. Ana uwezo wa kuvumilia juu ya jambo fulani. Unapoambiwa kitu, sio kila kitu ni cha kuzungumza, si kila kitu ni cha kupaniki, si kila kitu ni cha kuleta matashi. Vitu vingine unatakiwa kuwa mvumilivu katika vile vitu ambavyo unavifanya. Hauwezi kufanya jambo lolote na likaleta impact siku hiyo hiyo. Huwezi kufanya jambo lolote na likaleta impact dakika hiyo hiyo. Huwezi kufanya jambo lolote likaleta impact muda huo huo. Uvumilivu ni kitu cha msingi mno. Na uvumilivu huwa unaendana na subra mbele yake. Kwa sababu mtu unapovumilia kuhusu jambo fulani mpaka litakapofikia, hapo katikati uvumilivu na subra ndio imekufanya wewe uweze kuvumilia mpaka hapo itakapofikia ambapo Mwenyezi Mungu ndio anakuwa amekadiria. Jambo jingine ni uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Mtu mwenye afya bora ya akili huwa na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Ana uwezo wa kufahamu, sasa hivi jamaa yangu, rafiki yangu au ndugu yangu yupo katika situation fulani, anapitia tatizo fulani. Wewe kama jamaa, wewe kama ndugu, wewe kama rafiki, wewe kama mfanyakazi mwenzako, unatumiaje fursa ya mahusiano mliokuwa nayo kazini, iwe ni nyumbani, iwe ni mitaani au sehemu yoyote ile? Unatumiaje mahusiano uliokuwa nayo kumuelewa rafiki yako, ndugu yako, jamaa au rafiki au mfanyakazi mwenzako katika hisia anazozipitia? Kwa hiyo mtu mwenye afya bora ya akili huwa na uwezo wa kumuelewa mtu hisia anazozipitia. Unaweza kuwa hujamwambia, lakini anafahamu kwamba huyu mtu leo hayuko sawa.
Amekwambia kitu hichi, hapana. Ni jukumu lako kumsikiliza, kumpa nafasi yeye aweze kuzungumza, kwa sababu hisia sometimes huwa zinaweza kumcontrol mtu. Kwa unapompa mtu nafasi ya kumsikiliza, unapelekea utulivu ndani ya akili yake, kwa sababu anahisi pengine kueleza kwako ndipo solution kwake. Ndugu zangu, leo hii nimeona ni waeleze kuhusu mahusiano na ni namna gani ambavyo tunaweza kuyajenga mahusiano yetu ili tuwe na afya ya akili bora. Tutakutana katika kipindi kinachofuatia ambapo tutakuja kuzungumzia maamuzi. Je, tunafanya maamuzi ya aina gani? Na ni maamuzi gani ambayo tunataka kuyafanya? Karibu sana. Usikose kipindi kinachofuatia.